Mradi nimeuona umefika hatua nzuri. Nilikuwa nafuatilia mkataba wa mradi huu, nikaona kuna extension ya muda kidogo. Mheshimiwa Waziri ameniambia miezi miwili, lakini najua mkataba ulikuwa unaisha Disemba, amepewa miezi 6 mpaka Juni. Leo tunazungumza August, mradi haujakamilika. Niagize mkandarasi yale mapungufu niliyoyaonesha kule madogo madogo, wenzetu ZBA ambao mlikuwa mnasimamia, yasimamiwe. Yako maeneo nimemwelekeza mkandarasi pale avunje, ajenge upya kwa gharama zake, sio gharama za serikali. Tumeelewana eh? Sio maeneo makubwa, ni marekebisho madogo tu, na ameniahidi. Bahati njema alijisalimisha kabla sijamwambia, akasema hapa tumekusudia tunarekebisha changamoto hii. Ni kweli kuna maeneo slope maji yanabaki kidogo huko, hapana. Bahati nzuri alishaiona. ZBA msimamie na mkandarasi akamilishe kazi hiyo kwa wakati. Mwisho wa mwezi huu dakhalia hii pamoja na vitu vyake vikamilishwe, sawa eh? Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Waziri na mkandarasi, Katibu Mkuu, niliagiza kule Unguja na hapa naagiza, dakhalia yoyote ambayo tunaijenga msiweke soketi za umeme ndani ya dakhalia. Mimi ninachofahamu wanafunzi hawana simu, otherwise imebadilisha utaratibu, si ndivyo? Eneo la kupiga pasi najua ndio utasema wanapiga pasi wapi. Ekeni eneo maalum ambalo litasimamiwa na wasimamizi wa dakhalia, liwe ni eneo maalum la wanafunzi kupiga pasi, sio kwenye vyumba vyao. Kila siku tunapata matukio, chumba kimeungua, kuna moto umeingia, sababu zisizojulikana. Sasa nielekeze dakhalia zote Unguja na Pemba, msiweke socket kwenye dakhalia za wanafunzi, sawa eh? Tengeni chumba maalum kwa ajili ya wanafunzi kupata access ya kupiga pasi, na kisimamiwe na msimamizi wa wanafunzi aliyepo kwenye eneo husika. Jambo la tatu, wakati natoka kwenye dakhalia ile ya kwanza, katikati kuna eneo pale sijui litafanywa, la kusudiwa kufanywa kitu gani, hamkunieleza kitu chochote. Naelekeza eneo lile lipangwe vizuri ili litumike vizuri, sio tumejenga dakhalia mpya nzuri halafu pale pakaja pakawa ovyo ovyo. Tumeelewana eh? Inawezekana Katibu Mkuu halimo kwenye mkataba, tafuteni namna ya kufanya addendum, hilo eneo liwekwe vizuri, mazingira yawe vizuri, ili sura ya eneo hili lionekane vizuri. Haiwezekani Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha zote hizi halafu tukashindwa na kaeneo kidogo kama hapa panakuwa pachafu, inakuwa hapa eleweki. Hicho kitu hakikubaliki. Kwa hiyo likamilishwe hili, na hilo liekeni kama halipo kwenye mkataba, basi tafuteni utaratibu ili tuweze kulikamilisha, ili dakhalia hii tukija kuifungua basi mazingira yawe yamekaa vizuri, na sio tunafungua wanafunzi wanasoma alafu tena ndo tunakuja kujenga. Kamilisheni kwa haraka, hili jambo linawezekana. Wataalamu wapo, wanaweza kudesign kitu kizuri sana. Nimekuwa na utaratibu kusema, na hapa mkandarasi atanisikia. Mimi kawaida nikienda mkandarasi umezidisha muda, wanawaelekeza ZBA hizo siku ambazo amezidisha, sasa zicalculate kwa mujibu wa mkataba wetu, watulipe sisi. Tumeelewana eh? Lakini kwa sababu amesema ndani ya mwezi huu, amejua kuna watu wanajua kujitetea eh? Sasa akizidi hapo ZBA, mkurugenzi uko hapa ZBA. Sasa hawa wakandarasi wasituzoezoe. Akizidi baada ya hapo piga calculation, alipe serikali, na hizo pesa nitataka kuziona kwenye akaunti zilizoingia. Tumeelewana?